Vibaka waliokuwa wamezoea kupola siku moja walivamia mgeni mmoja wasiyemjua, wakifikiri ni mwanadamu wa kawaida, wakamnyangua begi lake na kukimbia. Mwenzie yule mgeni akajaribu kuwakimbiza, akamwambia acha, usiende. Hapa ndipo yule mgeni akaamua kuonyesha makucha yake kwamba yeye sio mwanadamu wa kawaida. Wale vibaka walifanikiwa kukimbia na kwenda mbali sana. Wakati wamefika mbali, wakawa wanajaribu kukagua kwenye begi kuna nini. Kidogo akawa wametokea rafiki yao, wao wakajua ni rafiki yao tu wa kawaida, msela kama walivyozoea, lakini kumbe yule rafiki yao alikuwa si mtu wa kawaida. Alikuwa ni yule ambaye walimpora begi. Mara walipoinua vichwa vyao wakashangaa, huyu mbona ni yule? Wakawaogopa kwa kutamaki sana, wakakimbia mbio. Yule bwana akawacheka tu kwa kuwashangaa, akasema hapa nataka niwaonyeshe kazi, maana wamezoea kufanya. Mara kidogo walipokuwa wakiendelea mbele, wakakutana naye tena mbele. Yule bwana akaendelea kuwacheka, akasema leo nataka niwafundishe kazi ili wajue kwamba hawa vijana tabia walio nayo ni tabia chafu. Kumbe alikuwa ni jini, alikuwa ni mtu mbaya. Wale vijana wakawa kwa kutabaki, wana wasiwasi, wanaogopa, wanatetemeka, wakawa wamekimbia, wanaulizana hii ni nini, mbona hatujawahi kukutana nacho hichi kitu. Mara kidogo wakatokewa na pale walipokuwa wakijiuliza, huyo akatokea, wakawa na hamaki, wanasema jamani, sasa tusamee, maana hatukujua, naomba uchukue tu begi lako na uondoke. Mtu mmoja akaamua kuchukua begi akamshikisha mkononi, tusamee bwana, hatuwezi tuje kurudia tena. Akasema ndio mkome, vipi sasa, maana mmekuwa mnazoea kufanya hii kazi sio nzuri, maana yake mmezoea kufanya matendo ya ajabu kwa watu, mnaonea watu, mnaibia watu. Sasa akaamua kupotea. Wale wakaogopa, wakakimbia, lakini yote haya alikuwa yanatendeka, ilikuwa ni illusion, yani ni mazingaombwe. Aliwafanyia vituko kwa sababu alikuwa si mwanadamu wa kawaida. Yeye alikuwa amesimama pale pale walipomnyang'anya begi, lakini baadaye akaamua kulichukua begi lake za kimazingala. Baada ya kuwa amemrudishia katika mazingaombwe, akalichukua begi lake kama unavyoona hapo namna hiyo. Hii ni fundisho kubwa kwa vijana ambao ni vibaka, ambao wamekuwa wakichukua vitu vya watu, wamekuwa wakiiba vitu vya watu. Kweni makini sana, maisha ni mafupi.